Shalom, shalom wana wa Mungu. Leo ninawasalimu katika jina la Kristo Yesu. Niko mbele zenu kwa ajili ya kuzungumza na watu wenye kiu ya kusafiri, ya kutoka kwenye hii dunia na kuelekea kwenye mbingu. Hawa wanaita hao wasafilio. Najaribu kuzungumza na watu wenye uelewa, watu ambao akili zao ziko active, ili kuweza kuwafungua katika maeneo mbalimbali. Leo nazungumza na watu wenye udhehebu mbalimbali ili kuwatoa kwenye vifungo ambavyo mmewekwa. Jambo ambalo nataka nilizungumze leo, nataka nizungumze na watu wenye kiu ya kusikilizwa na Mungu. Watu ambao wanatamani wakiomba Mungu awasikilize, kama vile Mungu alivyokuwa akiwasikiliza wakina Elia. Lakini wapo watu wana kiu, wanatamani wakilipiga tu goti Mungu awasikie. Ninapozungumza kanisa la leo, ukitembea kwenye majengo mbalimbali ambayo watu wameyaita majina mbalimbali, unakutana na makundi ya watu tofauti ambao wamekuwa na muda mwingi wa maombi wakimuomba Mungu. Wengine wamekuwa na wimbi kubwa la mfungo. Katika hayo makundi wako ambao watu wanafunga, wengine wanafunga 7 kavu, wengine 3 kavu, wengine wanafunga siku moja, lakini yote ni wanatafuta kusikilizwa mbele za Mungu. Jambo kubwa ni Mungu atusikilize, Mungu asikie kile ambacho tunakiomba. Kwa mimi leo nataka nizungumze na kundi hili ambalo limekuwa kundi lenye kuteseka, kundi ambalo linateseka pasipo majibu. Yamkini hatujui kuomba, labda yamkini hatujui tuombe vipi, yamkini hatujui namna gani ya kumwendea Mungu. Na ukitazama hawa wachungaji ambao wako kwa ajili ya kutuchunga, imefika hatua hawatazami watufundishe namna gani ili tumpendeze Mungu na ili Mungu aweze kutusikia, lakini aina ya mafundisho wanayotupa bado yanashindwa kutukamilisha, yanashindwa kutupa mwelekeo wa kumfahamu Mungu vizuri, na kupitia kumjua Mungu vizuri basi tutoke kwenye vifungo ili kuweza kusikilizwa katika maombi. Wewe mwenye sikio sikia, wewe ambaye umelitega sikio kuweza kufahamu huu ukweli, basi Mungu akusaidie katika siku ya leo, akupe uelewa, akupe ufahamu wa kufahamu kile ambacho ninakizungumza kwa ajili yako. Mimi ninachotaka kusema, mtu yoyote ambaye anataka kusafiri kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, cha kwanza lazima awe na chombo kitachomsafirisha, iwe punda, iwe basi na iwe ndege. Lakini kama atatumia basi lazima aandae nauli. Lakini kama atatumia ndege kwenda nchi nyingine, lazima aandae visa ili kuelekea huko. Na huu mfano ni mfano ambao napenda kuzungumza hata kwenye maombi. Unapookoka na unapomkiri Yesu na kumpokea, si kana kwamba siku hiyo hiyo chochote utakachokiomba utakipokea. Hapana. Cha kwanza, wewe ambaye unatafuta kusikilizwa na Mungu, kabla hujaanza kutafuta kusikilizwa na Mungu, kwa sababu yeye aketie juu ni mtakatifu sana, ni aliyetakasika, ni chanzo cha utakatifu. Hivyo hata maombi anayoyasikiliza ni maombi matakatifu. Kwa hiyo wewe ambaye hujafikia viwango vya utakatifu, ombi utakaloliomba linakuwa sio takatifu. Kwa hiyo kazi kubwa tulionayo unapokuwa umeokoka ni kutafuta utakatifu, ni kutafuta uteule, ili utakapofikia viwango vya kuwa mteule, ili utakapofikia viwango vya kuwa mtakatifu, uliyejisafisha na kujitakasa,
kutoka kwenye matakataka yote na kuifanya nafsi yako kuwa safi na kuondokana na vifungo vyote vya muovu, kutoka kwenye maisha yasiyopendeza, kutoka kwenye hali isiyopendeza, ili Mungu akuthibitishe na kufikia uteule, na baada ya kufikia uteule ukazidi kuimarika na kufikia kwenye hali ya utakatifu. Baada ya kufika kwenye utakatifu, Mungu huwatazama waliotakasika, kwa sababu yeye ni mtakatifu zaidi ya watakatifu, hivyo utazama kilichokuwa kitakatifu. Kwa hiyo kazi kubwa ni kutafuta utakatifu, kuondoa dosari zote, kuondoa mawaa, kuondoa unajisi wote. Na baada ya hapo, ukifikia viwango vya mtu aliyetakasika, aliyoosheka, msafi mbele za Mungu, basi hata maombi yatakayoyazungumza na yatakayotoka kwenye kinywa chake huwa maombi matakatifu. Mungu yasikia na kuyajibu. Lakini hata we mtakatifu, usiombe maombi kwa mapenzi yako. Mungu hujibu sawa sawa na wakati wake, na Mungu hujibu sawa sawa na mapenzi yake. Kwa hata maombi unayoyaomba inatakiwa ujue ni wakati gani wa kuomba, ni muda gani wa kuomba, ili Mungu aweze kukujibu sawa sawa na mapenzi yako. Mfano wa nafsi ya Mungu, mwili wa Mungu, hekalu la Mungu lilivyokuwepo duniani, mwana wa Adamu kabla hajaondoka, wakati anakwenda mbele za Mungu na kumwambia, Mungu, ikiwezekana kikombe hichi kiniepuke, isipokuwa sio nipendavyo mimi, bali upendavyo wewe, na mapenzi yako yatimie. Alikuwa analiomba jambo kubwa, lakini alijua haliwezi kutimia kwa sababu ya kupendwa kwake, isipokuwa mapenzi ya Mungu yakipenda kwamba yeye kikombe kimiepuke, basi ataepuka na kile kikombe. Lakini kwa kuwa mapenzi ya Mungu hayakuwa katika kumuondolea kikombe, alikuwa katika kulikomboa, kuwakomboa watu, kuwafutia watu, kuwatoa kwenye hatia zao, bado mapenzi ya Mungu yalikwenda kutimia. Nisiwe na maneno mengi, mwenye akili amenielewa, ambaye akili yake iko active amenifahamu ya kwamba nini namaanisha. Tunachotakiwa, kazi kubwa ni kutafuta uteule, na tutakapopata uteule, basi Mungu atatusikiliza kila ambacho tunakiomba, ambacho kitakuwa kwenye mapenzi yake. Nina kila sababu ya kukushukuru Mungu katika siku ya leo. Ninamshukuru mtakatifu aketie juu, mtakatifu mwenye enzi iliyo bora, ambaye leo ametupa nafasi ya kuzungumza nao. Nami katika jina la Kristo Yesu mwana wa Mungu ninasema amen.